So the update about Chira. So I've confirmed ni ukweli wale watu walikuwa nasema si brand Chira si nini. So now confirmed. Nimekuja na the grandma na the uncle, nimewaleta hapa leo asubuhi, and it was so heartbreaking because now all the hope about brand Chira imeenda hivyo, si ndio? So tumemwona and it's too bad Unfortunately kuna picha lilikuko nje, kuna mtu alikuja kumuona na then akapiga picha jana So ilikuja imeleta shida, that's why watu hawezi kuja kumuona tena hapa until tomorrow. Leo tu ni family peke yake imekuja kumuona, that is Shosho. Mimi nikaingia huko pia na huyo uncle yake, but it was so heartbreaking because now kichwa yake yote hapa katikati hakuna kitu, like iko open. So it's too bad. The impact was too bad, and I guess that is what I can say. So admission is tomorrow. Penye admission kuja like family kuja claim mwili, then waandikisha, after waandikisha alafu tukuje tufanye postmortem. We have to request for the postmortem tomorrow so that he can be transferred to any inaitwanga aje, to any facility yenye wanataka of their choice. So before that hatuwezi mpeleka mahali popote kama postmortem haijafanywa. After postmortem ndio unapata ile kitu inaitwa burial permit, ndio sasa mnaweza mpeleka kwa any mortuary. And for that being said, because Chira mwezi jua ni yeye bila ako hivi sahi, kitu inaweza fanya mjue ni yeye ni kwa alikuwa amevaa na toja na maybe mikono na pia mdomo kidogo, but hizi zingine masikio hakuna moja, zingine like face iko tu kitu imepunguka, then hii nyingine iko tu hivyo tu. So for me to be here, I'm just helping the family because now is one of the people kidogo sometimes back we were trying to help brand Chira. Okay. And I'm still here. I've been still helping the grandmother despite mimi after brand Chira amefanya 1 2 3 nili keep distance na kidogo, but mimi still the family have been there supporting the grandma penye nilikuwa naezewa. Yeah, so I guess that is what I can say. Okay. Can you tell us a little bit of what happened, because watu sasa wanajiuliza maswali mengi, and I know maybe you tried to follow up and know what happened. So the thing is habari nimepewa because now ni watu wengi walikuwa wananipigia hizo story. Brand Chira alipata tu accident, I guess the same place penye mimi uka wanaitwa Gasharage, just karibu na Ruaka, because Chira alikuwa anakaa mbali na mimi, alikuwa anakaa karibu St. Peters, inaitwa Peter Ann ama kitu kama hiyo. St. Peters iko tu hapo tu somewhere around Gasharage, between Ruaka and Gasharage. So that is where, but alikuwa anakaa the other side, so he had come from a pub fulani iko tu hapo Gasharage, akadropiwa, but then after kudropiwa I guess he jumped out of the motorbike, sijui kitu kama hiyo. Then when huyu jamaa mwenye alikuwa amemshukisha pale alikuwa anajaribu kwenda kumkataza singia kwa barabara, that is how kuna kanta ya white imekuja mgonga kwa barabara. You know that barabara kuanzia 4 kwenda onwards zinakuanga very busy. So pale mtu akikugonga na hakuna mtu mwenye alikuwa anaona, it means hakuna evidence yote, na that unfortunately hiyo barabara haina cameras ziko past Kiambu Road, so hawezi sema tunaweza kumwangalia kwa nini. Hakuna building pia pale iko na maybe tuseme kitu kama camera CCTV. Yeah. Okay, we understand umeleta Shosho kamuona. What is her state now? Ako poa? Yeah, she's too bad. Hata yeye hajaweza, ameingia kwa mlango tu akiona kitu imefunguka karudi. He is not okay. She has never been okay, in fact, since before. You know, she lost the mother, the other auntie wa Chira mwenye alikuwa sana take off kwa brand Chira. And then now the first, yani mjukuu wake wa kwanza ndio tena amekufa. So you can imagine what she's going through at the moment. So it's not good. Probably Babati, since her state is not okay right now, so kama una mipango anyway, since you have been close to the family? Yeah, we'll help where we can. That's why I'm still here. Nimeacha vitu zangu zote, nimekuja tu kumsaidia. Chira is not my family member. I don't come even in the same place na yeye, but because at some point we need one another, right? Yeah, sure. Yeah, we were with Chira. Me, I've seen things on social media, bro. When we help walisema tunatafuta content na views, tukaacha bado wakakuwa bado na problem. Bado sasa tumekuja bado kuna wengine wanasema ni content tunataka na nini. So what are you gaining out of this? Hakuna kitu yote mimi na gain. Yeah, I'm just me helping a family that really needs that help. And the grandmother me alitumanisha hapa jana nikakuja. Leo mimi ndo nimemleta, kesho bado mimi ndo namleta. So anything else
At the moment, I guess he got hold until tomorrow. When they have, we have to let the family decide. It's not us. Sisi tunaweza taka vile inafaa ikuwe na family kwa na mambo yao. So the thing is tunaachia family wakikuja up na program vile wanataka vitu ziende. That is how we will go with it. Okay. And when was the last time you talked to Chira in conversation? Labda alikuwa anakuambia nini? Last moments pia. Yeah. I guess physically tulipatana naye time ya birthday MC Chris Kirubi. And I remember we talked for like 30 minutes. Mwitaki kwa hapo because it was too bad. He was so drunk that day. And I was trying to tell him, bro, hii pombe. Every conversation nimekuwa naye na Chira, I guess ni ya pombe tu every time. Because I have a problem with you. Because once pia mimi nishaikuwa huko and I really struggle with alcohol for some time. So I used my own personal experience to tell him how it will really mess his life. And we talked for some time. Then ikakuwa tena the last time nilimcall ilikuwa like 2 or 3 weeks ago. I guess kuna dem fulani twanga manzi wa Mombasa. He had really insulted me online. So the only person I could call was Chira. Nikamwambia sasa, why is your friend insulting me and mimi na yeye hatujai kutana at personal level, hatujai meet. And then anakuja kwa social media kunitusi vile mimi sijui ni malaya, sijui mimi nini, and I've done nothing to her. So I talked to Brian nikamwambia immediately call your friend, and he did that. Alimpigia, though he was bado hiyo time pia alikuwa ako sawa, alikuwa bado kwa club pia, but he did that no dem akaenda delete hiyo video. So mimi nikachana tuna hiyo story. But for me he really used to listen sometimes. Baada shida ilikuwa kwa tu akikunywa kidogo tu ni hivyo. But above all we can't really, hii ni maisha mazee, huwezi sema haiwezi kuwa. Juu hakuna mtu anajuanga siku yake pia. Yeah. As it stands, of course, kuna groups already zinaformiwa, pengine mchango inafanyika, sijui because you are close to the family. How far na hizi groups labda tuambie Kenya nini? So far kuna mchango wote na hapo inafanyika. Groups zinaweza kuwa maybe, mimi najua watu wengine wamefungwa groups already, but as for now hakuna mchango tunafanya because imagine unapanga candle lighting, unapanga mchango, hata hujakuja kwa mochari, hata familia wajenda hata kuona shosho yake, lakini sasa hii pesa iko yeah, so maybe after kesho ndo tutakuwa na mwelekeo maybe. Yeah. Okay, let me ask you this question. Some TikTokers quote that some, see what, have been accused of kuchangisha pesa when maybe kuna cases kama hizi, wakati mtu ni mgonjwa, wakati mtu amefariki, and they use them for their own benefit. How are you guys going to ensure that vitu kama hizo hazifanyiki kwa Chira? Because I saw people online saying watu watachangisha pesa, people are gonna be millionaires na vitu kama hivyo. So I really don't know about that. But what I can say, I guess we'll get the most secure way. Maybe just one person, or maybe one way. Maybe if it's a pay bill, maybe well and good. If maybe what I choose, maybe family, well and good. But we really hope after the funeral we have a life after. Yeah. Shosha yake ako. Kuna huyo kijana mwingine mdogo na kuna pia cousin yake mwingine hapo. So we have life after that. Shosha has gone through a lot, bro. Like yesterday, actually alijaribu kupigia Chira because landlord alikuwa amekuja kumsumbua na story ya rent. It was accumulating up to 70,000. Na shosha yake Chira alikuwa hadi sometimes anaenda kukopa food place, unaona? Hizo vitu zote tu anajaribu kupigia hata msawabucha hivyo, judeni nini hizo. So yeye alikuwa anapiga jana simu akapata Chira ako off, confirm kama anakuja home kwenda kuchukua food, yana alikuwa amempikia. Then pia na hiyo story ya landlord. Then sasa similifuata ni mimi juu mostly nampiga simu nikienda huko. Na jana nikipiga hivyo akajua tu there's something wrong somehow. But we hope everything will be well. So in case kuna hizo vitu za fundraising zitakuja, I hope we come big for this family, especially for the shosho. He has really been there with Chira. Nobody else. Najua watu wengi wajuangi like ni the grandmother has been going through a lot. He has never healed from the death of the mother, the auntie mwenye alikuwa na take care of them, and then now Chira again. So ni vitu fungapi tatu sahi within a span since 2020 already right now. Imagine. Yeah. And there is this video that anaitwa Nyarhu, she did akasema alikuwa na warn Chira about pombe, akasema
atakufa soon kama ataachana na pombe na ataenda mazishi na gari baridi sana. Like it's a video that right now watu wanaizungumzia sana. Have you seen the video? Maybe if you've seen it, what's your take on that? That is a positive criticism, yeah? That is a positive, it was a positive advice. The same things I used to tell Chira, yeah? Yeah, in my car, tukikuwa home. Hakuna bishtanga ashai kuja kwangu kazi Chira. So, ilikuwa ni positive. Si ati alikuwa anamtakia mabaya. That is an advice ukiniambia babati, usipoachana na kitu fulani hivyo ndio itakuwa. Yeah, so a question Babati. Yeah. Niliona pale inasemekana that the counter is being traced, and of course we understand that maybe just a question on your side, have you guys tried to reaching out the police station so that you can identify the counter? That is, itakuwa very tricky because mimi sahi sijafika police station bro, bado sijafika kwa police station. Me have just been up and down with the grandmother and the staffs, you know. Ni kazi ya polisi kufuatilia hiyo because now hata you know counter ngapi zinapitanga hapo ni mingi, alafu tena ilikuwa kuamkia asubuhi, so ilikuwa saa 9 saa 9:15 hivi kelekea saa 10, so it will be very hard man, but we'll try because saa hii naenda Rwaka napeleka shosho yake kwa nyumba ya Chira and then I take her home, so maybe after that I'll try to follow up with penye wamefikia. Okay, yeah. Apart from you, kuna timu nyingine inakusaidia because we can see ni wewe tu tunaona ukishughulikia sana history and the family. Kuna watu wako huku wengi. Kuna Chicha, kuna Hannah Benta, kuna MC Chris, ndio hajakuja hapa wengine. But they are all trying to see. Kuna Malisafi, Hannah Benta kwa hapa, Trisha Khalid ako huku. Yeah, they all here. TikTok family kwa hapa bro. So wale wajafika city wataki kukuja. But they still you know, from tomorrow maybe onwards ndio wengine watakuwa nakuja. Yeah. All right, thank you so Babati. much.